Nataka nishukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu wakati Bishop Gadiel Lenini alikuwa anahubiri, kuna jambo alisema ambaye mimi nilikubaliana na yeye 100% na iliniguza roho sana. Yeye amesema katika kanisa yao hii ya Anglican, kiongozi wao ako na kitu inaitwa veto, na ni kwa sababu wanatambua kwamba saa nyingine watu wanaweza sema maneno mingi, lakini kuna kitu kiongozi anaona ambaye watu hawaoni, na kwa hivyo wanampatia ruhusa na wanasema wewe basi, kwa sababu ni kiongozi wetu, utuongoze na tuende safari hiyo. Mimi niliona ni kama alikuwa anazungumza kuhusu wewe pia, sababu kuna maneno ambayo unajaribu kuambia Wakenya na ni kama viongozi wengine wanaelewa, lakini grupu ya kina kidogo hawasikii hiyo maneno, wanajaribu kupinga. For example, umetuambia deni ni kitu mbaya. Unajua ukiwa na deni ya mtu sio kitu mzuri, sababu yeye anaweza amua chochote na maisha yako, na sababu uko na deni yake atakwama na wewe. Kenya pahali uliipata na pahali ilikuwa imefika, sisi wote ni wa Kenya na tunajua pahali Kenya rais aliipata. Wewe ulipata Kenya ilikuwa inakaa kama lori yenye imeachiliwa kwa mteremko na dereva na makanga wameruka. Hasa wewe umepambana nayo, umerudisha karibu inashika laini. Ndio maana ile maneno unasema tuache mambo ya kukopa, tujitegemee. Ni ngumu kweli, lakini kwa mipango ile ambayo uliahidi, wacha tujikaze na tufanye ile maneno ambayo umesema juzi. Sisi kama bunge tumekufanyia hivyo, tumemaliza upande yetu, sasa mpira iko pande yako. Rais, sasa wewe pambana na kazi. Pambana na kazi. Sababu sasa hauna chochote ambayo utasema hakuna hii ama hakuna ile. Wabunge wamekupa nguvu na wamekupatia opportunity ya kutumikia hawa wananchi. Hii manyumba ambayo unasikia kina viongozi wengi wanasema pengine hatujui kama itajengwa. Sasa wewe tunataka tuone simiti ikifika hapa, electricians wakipata kazi.